that we can sensitize people on what as a community we can do. Wakati huo huo, Wakenya wamehimizwa kuwa waangalifu ili kujiepusha na utapeli ambao umekuwa ukiendeshwa nchini na baadhi ya kampuni ambazo zinawatapeli Wakenya pesa zao. Yakijiri hayo, wakati taarifa za utapeli na namna tofauti zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, baadhi ya wawekezaji wakidai kuwa Wakenya wasipokuwa waangalifu watazidi kutapeliwa, jambo ambalo litawasababisha kupoteza mali yao. Haya yanajiri huku kampuni zinazowatapeli Wakenya zikionywa. Akaja nyumbani, nikamuita nyumbani, introduce my wife kwake na my son pia wakawekeza. Na wengine walichukua maroon. Nikauza gari, nikawekeza kwa hiyo kampuni pesa fulani. So mpaka wa leo tukikutana na hiyo financial advisor ananiambia wapatie tu muda, biashara iko chini, itaamuka. Sasa niko na maesani hapa, hata hana school fees sahi, hata ananigojea hapa, sijui nitamfanyia nini. Sasa sijui mimi nitafanya nini. Mimi ni mwanabiashara mdogo, biashara ziko chini. Hao watu kiwapigia simu hakuna kitu wanafanya. Na sisi kwa sababu ya Wakenya kujaribu kuinvest, tuka fall in their trap na tukaekeza. Kama mimi niliekeza Januari 800,000 ambayo nilichukua loan. Na watoto wangu sasa wako kwa nyumba waendi shule. Niko na shida chungu nzima. Mama ni mgonjwa, hana matibabu. Ukienda upate kampuni kama hizo, please don't. Usidhubutu kuweka pesa yako huko. Hao watu tunawajua na tutawatangaza hata kwa social media, watajaa kila mahali. Tuna request Mr. President, with all due respect, na Gachagua and the rest, tusaidieni tupate pesa yetu. Sisi si wezi. Kama kuna mmoja wetu hapa ambao hatujifichi, sababu sisi si wezi. Ndio sababu nimeamua kujitokelezea, sababu ni sweat yangu. Mtoto wangu wako shuleni. Any day ninaweza mu-expect nyumbani. Sijaribu school fees. Naam, naibu gavana wa kaunti ya Kakamega